Kwenye biashara, mteja ni msingi wa mafanikio. Biashara yoyote inayojua namna ya kuwashawishi na kuwahudumia vizuri wateja huwa na nafasi kubwa ya kukua na kupata faida. Wateja huvutiwa na biashara zinazowapa thamani, huduma nzuri na sababu ya kurudi tena kwenye hiyo biashara. Mfanyabiashara anatakiwa kutumia mbinu sahihi za kuvutia na kuwabakiza wateja. Mbinu ya kwanza, punguza bei. Bei ni moja ya vitu vinavyoathiri kwa ukubwa maamuzi ya mteja kununua bidhaa au hiyo huduma unayoiuza. Unapopunguza bei kwa kiwango kinachofaa, wateja wengi huwa wanavutiwa kununua hiyo bidhaa ama huduma kwa sababu wanaona wanapata bidhaa kwa gharama nafuu. Mbinu hii huwa inasaidia wafanyabiashara kuongeza mauzo na kupata wateja wapya. Kupunguza bei kwa busara ni njia nzuri ya kuwavutia wateja na kuongeza mauzo kwenye biashara. Mbinu ya pili, weka ofa. Ofa ni mbinu muhimu inayotumiwa kuongeza hamasa ya wateja kununua bidhaa au huduma. Wateja huwa wanapenda kupata faida ya ziada wanaponunua bidhaa ama huduma. Unaweza kumpa mteja ofa kwa kumwambia nunua moja upate moja bure. Lakini pia unaweza kuweka ofa kwa punguzo maalum la muda fulani. Ofa huwa inawafanya wateja waharakishe kufanya maamuzi ya kununua na kuongeza idadi ya mauzo kwa muda mfupi. Kuweka ofa huwa kunavutia wateja wengi na kuongeza ushindani wa biashara sokoni. Njia ya tatu, fanya matangazo. Matangazo ni njia ya kuwafahamisha wateja kuhusu bidhaa ama huduma unazotoa. Biashara isiyofanya matangazo ni kama mtu anayefungua duka kwenye eneo lenye giza. Hakuna mtu atakayeiona hiyo biashara. Matangazo kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok, Instagram, WhatsApp, lakini pia kwenye redio, kwenye TV na mabango huwa inawasaidia watu wengi kujua biashara yako. Wewe ni nani, unauza nini, unatoa huduma gani, lakini pia unapatikana wapi. Kadri watu wengi wanavyosikia kuhusu biashara yako, ndivyo nafasi ya kupata wateja wengi inavyozidi kuongezeka. Matangazo ni silaha muhimu ya kukuza biashara na kuwafikia wateja wengi zaidi. Mbinu ya nne, tumia watu maarufu. Watu maarufu wana ushawishi mkubwa kwenye jamii kutokana na umaarufu wao. Wafanyabiashara wengi huwa wanatumia wasanii, wanamichezo na watu maarufu kutangaza bidhaa zao. Mashabiki wa watu hao huwa wanaamini kile ambacho watu hao wanakitangaza na kuwafanya wavutiwe kujaribu hiyo bidhaa. Kampuni nyingi kubwa huwa zinatumia wanamuziki maarufu kutangaza mavazi, vinywaji na huduma mbalimbali. Kutumia watu maarufu ni njia yenye nguvu ya kuongeza uaminifu kwa wateja, kukuza biashara na kuongeza mauzo. Mbinu ya tano, toa huduma nzuri. Huduma nzuri ni moyo wa biashara yenye mafanikio ya muda mrefu. Wateja huwa wanapenda kuheshimiwa, kusikilizwa na kuhudumiwa kwa haraka na kwa upendo pia. Mfanyabiashara mwenye tabia nzuri, mwenye lugha nzuri huwafanya wateja warudi tena na kumletea wateja wengine zaidi. Huduma nzuri huwa inajenga uhusiano mzuri kati ya biashara na wateja. Huduma nzuri huwafanya wateja wawe ni wateja wa kudumu na kuongeza sifa nzuri kwenye biashara. Kushawishi wateja ni hatua muhimu kwenye kukuza biashara. Kupunguza bei, kuweka ofa, kufanya matangazo, kutumia watu maarufu na kutoa huduma nzuri ni mbinu zinazosaidia kuongeza wateja na mauzo pia. Mfanyabiashara mwenye hekima akitumia mbinu hizi kwa usahihi itamsaidia kujenga biashara yake na kupata mafanikio ya kudumu kwenye biashara.